Sio kila tangazo ambalo unalirusha Facebook na Instagram inakuletea matokeo au inafanya mauzo. Leo nitakufundisha kuhusiana na maana hii kitu inaitwa funnel. Wengine wanatumia kuchujia kupimia mafuta, wengine wanatumia kwa namna mbalimbali, lakini mimi leo nitakufundisha sumaku ya wateja. Hii ndio sumaku yangu ambayo nataka nikufundishe maana yake ni nini. Twende sasa. Somo langu leo linasema kwamba sio kila tangazo linafanya mauzo. Na leo nitakufundisha sumaku ya wateja. Unapofanya tangazo kuna stage kuu 4 unatakiwa uzipitie ili tangazo lako likuletee wateja. Njia ya kwanza ni kufanya sponsored ads. Hapa kwenye sponsored ads tunazungumzia matangazo ya kulipia. Tunapokuambia sponsored ads asikuchanganye. Ni matangazo ya kulipia ambayo sasa yanafanyika Facebook na Instagram. Lakini hawa wateja wako wanapokuja inabidi uwafanyie chujio, uwachuje. Nimeleta muona funnel ilivyokaa. Juu inakuwa kubwa lakini huku chini inakuwa ndogo. Kwa hiyo unapokuja hapa ni mfano wa hii na nilokuchorea hii picha hapa. Kuna sponsored ads, kuna chujio, kuna group, kuna value, kuna offer na huku chini. Kwa kadiri watu wengi wanapokuja hapa, wanaposhuka huku chini wanakuwa ni wachache. Wanaonunua ni wachache sana. Kulingana na hii funnel ilivyokaa. Unapofanya sponsored ads watu wanakuwa wanakuja wengi, wanakuwa wanajaa hapa. Unaona hii sehemu kubwa ndio watu wengi ambao wanakuja kwenye tangazo lako. Na tangazo lako likiwa zuri watakuja watu wengi. Tangazo likiwa baya watu watakuwa ni wachache wanakuja. Baadaye nitakufundisha tangazo zuri linakuaje na tangazo baya linakuaje. Then watu wanapokuja kwenye tangazo lako unawachuja. Unachuja kupitia nini? Unachuja kupitia WhatsApp. WhatsApp watakuja watu wengi. Inabidi kuna maswali inabidi waulize ili wachuje wale watu sahihi ambao watakuja kununua kwenye bidhaa yako nauza au huduma unayotoa. Ukishawachuja wale watu waliokuja hapa ni wengi watapungua. Utawachuja kupitia maswali ambayo utawapa. Nadhani nimewafundisha kipindi kilichopita jinsi ya kuuliza maswali kwa wateja ambao wamekuja kwa tangazo lako. Sasa hao wachache utawaadi kwenye grupu la WhatsApp. Ukishawaadi kwenye grupu la WhatsApp hao watu inabidi wafanyaje? Uwape value ya kufa mtu. Na value nimekufundisha ni value ambayo inatoa suluhisho la tatizo la wateja ambalo wako nalo. Lakini pia baada ya kutoa value utatoa offer. Utatoa offer ya kufa mtu, then watanunua. Wale wachache ambao nimewafundisha kwenye group watakuja kununua. Ndio sales zinafanyika hapa. Umeona mchakato unapokuwa? Ndio hii sales funnel ambayo nimebidi kuonyeshe leo. Watu hapo na wanakuja wengi, unakuja unawachuja kupitia group la WhatsApp. Ukiwachuja kwenye group la WhatsApp unawapa value. Ukiwapa value unawapa offer. Unawapa offer wanakuja kuchukua kununua ni wachache sana kama hii funnel ilivyokaa. Umeona? Huku juu wengi, huku chini ni wachache. Kwa hiyo wanaonunua wengi ni wachache huku chini. Sasa wao waliobakia ambao hawajanunua ndio inabidi wafanyie nini? Wafanyie follow up. Sasa hii ilikuwa tu ni introduction, lakini somo langu la leo ni hili hapa. Tangazo zuri sasa, kwa sababu ili upate wateja wazuri inabidi tangazo lako liwe zuri. Sasa tangazo zuri ni tangazo gani? Ndio swali linakuja hapo. Tangazo zuri linazungumza na tatizo sio bidhaa. Watu wengi mtandaoni nimepita peji za watu tofauti wengi. Mtu anatangaza bidhaa. Yule mtu hanunui bidhaa yako. Mtu anaweka bidhaa yake pale na bei ya bidhaa na features zile bidhaa zinazofanya. Watu hawanunui bidhaa yako. Watu wananunua tatizo. Kwa hiyo unapotangaza tangazo lako inabidi tangazo lako liwe na vitu vitatu muhimu. Kitu cha kwanza kiwe na kichwa cha habari chenye kuvutia umakini. Na sasa hivi kwenye mtandao vitu vingi vimerahisishwa. Unaweza kutumia ChatGPT kumwambia akuandalie kichwa cha habari kizuri ambacho kitavuta hisia ya watu kulingana na kitu ambacho inakifanya. Kwa hiyo pale akikutumia wewe unaongeza na akili zako pale unachagua kichwa cha habari ambacho kizuri watu watavutiwa nacho. Kichwa cha habari kiwe kizuri ambacho kinavuta nini? Umakini wa watu. Na hicho kichwa cha habari kiongelee tatizo. Kiongelee tatizo la wateja wako ambao unawafundisha. Na kama kichwa chako cha habari kitakuwa kibaya, watu hawatakuja. Watu hawatakuja kwenye nini?
kwenye group lako au hata kwenye WhatsApp yako. Kwa kisha naandaa kichwa cha habari kizuri. Tumia muda mwingi kuandaa kichwa cha habari kizuri ambacho kitavuta umakini wa watu. Alafu kitu cha pili ambacho tangazo lako inabidi iwe nacho ni main body. Tunasema main body hapa sasa unaelezea nini? Unaelezea tatizo. Kwa maana hapa kwenye kichwa cha habari unaweza kaandika, umechoka na maumivu ya magoti? Au wewe ni mtu unasumbuka na tatizo la magoti? Kwa yule mtu anaona kabisa mimi na tatizo la magoti, lazima atatulia kuja kusoma kwenye main body umeandika nini. Sasa hapa kwenye main body, hapa kwenye kiini sasa ndio unaelezea una uchovu mwingi, unaumwa miguu, unaumwa mgongo, unashindwa kulala vizuri na ujui ufanye nini na ujui utumie kitu gani. Sasa nipo hapa kukusaidia. Ili kupata solution la tatizo lako, bofya kitufe hapa chini. Sasa ile bofya kitufe hapa chini au bonyeza learn more, ndio hii inaitwa nini? Call to action. Sasa mtu ameshajua na tatizo la nini? La magoti au la tatizo la uzito mkubwa. Hapo umemuelezea hapa kwenye main body. Je, wafanye nini? Sasa nifanye nini? Kama hujaandika call to action, hujamwambia yule mteja afanye kitu gani baada ya kuona tangazo lako, utakuwa unapoteza wateja wengi. Lakini ukimwambia nipigie kwenye simu hii hapa au bonyeza kitufe cha learn more kuja kwenye WhatsApp yangu nikupe njia sahihi ya kutatua, yule utamtunza. Kwa hiyo tangazo lako zuri inabidi na vitu vitatu. Kiwe na kichwa cha habari kizuri, lakini pia kiwe na kiini, lakini pia kiwe na kitu cha kufanya. Nini baada ya mimi kuona tangazo nifanye nini? Ili niweze kupata ile suluhisho, lazima umlete mtu kwenye WhatsApp, ndio hii hapa. Kwenye group la WhatsApp. Na kwenye WhatsApp inabidi umchuje. Ukishamchuje sasa ndo unamweka kwenye group la WhatsApp, alafu ndo unampa value there, unampa offer. Kinachofuata mauzo. Kwa hiyo siku nyingine nitakuja kufundisha unawezaje kuchuja watu vizuri na wale watu wakageuka kuwa wanunuaji kwenye bidhaa zako. Na hapa sio kila tangazo linafanyaje? Chukua hii pointi. Sio kila tangazo litakuletea wateja sahihi na kila tangazo litakufanyia mauzo. Kuna watu wanachoma pesa mtandaoni. Anafanya mauzo kashapoteza pesa za kwenye matangazo na haoni mauzo aina yoyote. Unafeli kwenye kuandaa matangazo mazuri. Endelea kunifuatilia, utajifunza namna gani unaweza kuandaa tangazo zuri na tangazo hilo la kukuletea wateja. Fuatilia page yangu ya Malinga Sales Academy Facebook, lakini pia ukiingia YouTube tafuta Malinga Afya Mifupa au Eda Malinga kujifunza mafunzo kama haya. See you at the top. Ciao.